send me. Why? My mouth is now clean. Why? Nimetoka kwa kambi ya watu wa midomo chafu. Nitume sasa. Nitume sasa. Hebu nikuonyeshe huyu Isaya, alafu tusome mstari mmoja alafu tuombe. Si ndio? Huyu Isaya, ulikumbuka mahali anasema who shall go for us? Who shall go for? Hebu nikuonyeshe vile anaongea sasa. Amehitimu, Mungu amemsaidia. Mungu amemsaidia. Isaya 53 mstari wa kwanza. Isaya 53 mstari wa kwanza. Inasema, anauliza sasa, ameshaingia kwa ligi ya Mungu. Alitoka kwa ligi ya watu wa midomo chafu, hapo kwa ligi ya Mungu. Hebu angalia vile anaongea, tutasoma kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Who has believed? Kwanza na Kiingereza. Who has believed our report, and unto whom is the arm of the Lord revealed? Praise the name of the Lord. Who has believed? Ni kumaanisha Isaiah anabeba ripoti ya nani? Ambia jirani ni kuamua utaamua. Kama ripoti zenye utakuwa unaasilisha ni za watu wa kijiji ama ni ripoti za Mungu. Praise the Lord. Jo, unakuwa naambia watu Kakamega, mtu akienda kwa daktari, na nashukuru Mungu sababu ya madaktari ama wale wanasomea wa daktari hapa. Watu wengi wanaamini daktari kuliko pastor. Naandikiwa ilianza wapi? Hata vile anaexplainia daktari. Ilianza hapa, nikakuja hapa, nikakuja kwa hii magoti, nikahama, lakini sasa hapa ndio sana imekataria hapa. Anaambiwa sasa vile tunaona. Hata yeye mwenyewe ashagugu. Anasema ukisikia hivi, anaambiwa hizo ni dalili za ile kitu. Anaamini daktari anamwambia sasa siku zako ni chache. Nasema Jehova. Anachukua simu, anapigia watu wao. Halo, majirate rere. Bikosi ya kwani nini muhuro wani. Isaiah anauliza, who shall believe what? Ngoja nikuonyeshe kitu. Anasema whose report? Unajua huwa tunaimba whose report ati who has the final say? Si ndio tunaimba huo wimbo? Final say ni report ya Mungu. Sasa Isaiah, kumbuka chapter 6 ako na shida ya midomo. Ripoti zenye ako nazo sio ripoti mzuri. Lakini saa hizi anasema ni nani pastor? Nani aliyeamini habari zetu? Yeye na nani? Mnijibu watu wa Kapsabet. Yeye na nani? Yeye na Mungu. Yeye ameshaingia ligi ya utatu mtakatifu. Who has believed our report? The report of God, the report of the Holy Spirit, the report of Jesus. Jehovah. Nani ameamini? Ambia jirani, may God help you. Bola Musungu, mwambie may God help you to carry his report, not the report of men. Anauliza, who has believed our report? Amen. Nani ameamini habari zetu? Why? Which report? Go say to the righteous, it shall be well with them. Believe that, my sister. Hata kama uliambiwa nini, believe that. Believe that. Mimi niliambiwa, huyo msichana anafanya form 4. Alizaliwa siku ya post election. Wakati Kenya ilikuwa imewaka moto. Tulikuwa Njoro. Kukawa kumeharibika. Mama, mke wangu anatarajia mtoto. Hatuna means ya kwenda hospitali. Hatujui tutafanya nini, na siku zake zimefika. Tulipopata breakthrough ya kwenda kwa dispensary ya Njoro, wakajaribu. Wale wanajua lugha ya kuinduce 3 times, nothing. Hatimaye nasi mmoja akaja akaniambia, my son, akanishika mkono, akanitoa hivyo, tukatembea naye, akaniambia nataka nikutayarishe psychologically. The baby is not there. The fetus is flat. Nikatoa mkono wangu kwa mkono wake, nikasema no! That is not the report that I was waiting for. Nimekataa. Akaniambia shauri yako.
Nikamwambia Mungu, na kuomba mama mzima na mtoto mzima. Dakika chache baada ya hizo ripoti, maana hazikuwa ripoti za Mungu, mtoto wangu akazaliwa. She is my first born, because I chose to believe the report of God. Faida ya kuamini ripoti za Mungu ni kwamba wakati ripoti za kishetani zitakuja, utakataa, za Mungu zitakuwa juu. Ndio Isaya anauliza, nani aliyesadiki habari tulioileta, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Utafunuliwa yule ambaye anabeba ripoti za Mungu. Waimbaji, tubebe ripoti za Mungu. Intercessor, tubebe ripoti za Mungu. Tukatae ripoti za watu. Ambia jirani, hata huku kuna ripoti za watu. Si ziko huku ripoti za watu. Unaanza, mimi hata sioni. Sawa. Praise the Lord. Ndio kuna mtu niliuliza, nimekuja Kakamega, mimi ni pastor, sikai kama pastor. Si ndio ninakaa kama pastor? Baba yangu. Si ndio nakaa kama pastor? Si nimekuja kama pastor. Baba, nilienda hoteli moja Kakamega. Nikamwambia huyo manager mimi ni mchungaji. Akanitafuta na kenye ninachunga, akakosa. Akaniangalia kwenda kabisa, hakuna hall hapa ya kanisa. Kilichoniumiza mchungaji, sitataja hiyo hoteli, maana iko hapo karibu na kwetu mahali tumejenga leo. Ili shaitani ajue nilikuwa nimeitwa na ninaamini ripoti za Mungu. Wiki mbili nikakuta kumefunguliwa kanisa na bana nasema new services ziko hapo mahali. Ambia jirani, usikubali ripoti za wanadamu zikutoe kwa laini. Maana ripoti za watu ni mbaya. Kaniambia, wewe unakuwa kwa Kakamega. Wewe ni mchungaji. Kweli? Kwa Kakamega. Yaani ananitafuta kwa ramani ya Kakamega. Ananikosa. Anasema siamini hiyo kanisa iko hapo. Namwambia amini tu iko. Iko wapi? Hapa, in this town. Lakini leo mwambie jirani, wewe endelea na maripoti ya Mungu. Mwambie utatokea tu. Si ndio? Unaona kile Jehova anawafanya hapa katikati ya vitu mingi ambazo toka. Nyinyi mnapaki kwa sababu huku kuna neno la Mungu. Sasa unaenda wapi tena? Mwambie jirani, kuna msingi ambao huwezi hamishwa. Na ni msingi wa ripoti za Mungu. Who has believed our report? Niulizie jirani nikimaliza, wewe utaamini ripoti za nani? Na ripoti zinaletwa na nani? Hii teknolojia. Tafadhali. Uzuri zaidi. Bwana asifiwe sana. Siangalie jirani, muulize uko na ripoti gani? Muulize ni ripoti za maombi uko na gani? Muulizie tunaanza kutoa uko na gani? Muulize naanza kumaliza mwaka. Naanza matangazo yenye tulitangaziwa uko na gani? Mimi ripoti hata my wife anajua. Na tumefundisha hawa wasichana watatu. Ukiingia jikoni, ukute chumvi ni kuisha inaisha. Kanarudigi kanasema chumvi ni nyingi sana, tunashikanisha. Ya kwamba chumvi ni nyingi sana. Huwa nawaambia ikiisha kwa mkebe, haijaisha kwa factory na haijaisha kwa maduka. Imeisha kwa hiyo mkebe. Kwa hivyo bado kuja utangaze chumvi ni nyingi sana, endaeni kwenye mnaendea. Sukari ni nyingi sana. Usikuje kusema hakuna wapi? Sema ni nyingi sana kwa supermarket tuendeni. Ambia jirani maripoti. Ongea. Mimi vile ninaona hii serikali inatupeleka. Sioni tukitoka sawa. Ni ripoti na itakuwa ni maripoti. Mimi ninasema hii hakuna wakati mzuri wa kuishi kama sasa. Maandiko hayajasema utaishi kwa sababu ya shaa ama shu. Imesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maripoti, ambia jirani maripoti. Wewe shida hapo na shaa na shu. Sisi tunaishi kwa praise the Lord. My brother, wakati Mungu alitupatia hii gari,
tulikuwa na gari nyingine, my wife amekuja akinichekesha. Maana nilikuwa naipeleka ikifika 50 ninawaachia hapo. Maana ningewacha chuma anytime kwa barabara. Kuna wakati tulikuwa tunaenda kanainua, nasikia gari imefanya yaani gearbox iko chini na imekuwa jack, imeinua gari na tulikuwa kwa barabara. Naambia watu wangu safari imefika hapa. Ndio ile safari ile sababu wimbo inasema safari bado inabaki hapo. Sasa wakati Mungu alitubariki na hii gari, jamaa mmoja akasema, nikisikia si ati kutumana, akasema haka kijana kataweza, kanajua hii gari ya 2000 cc na kunywa ngapi. Nikasikia kikitu kimechamuka, nitoe neno, lakini Roho Mtakatifu akaniambia tulia, wacha ione ikitembea. Nikasikia kumuuliza, ile nimekuwa nayo umeniwekea mafuta mara ngapi? Na hii umeweka mara ngapi? Wachana na kasesho zako. Siamini maripoti yako. Bwana asifiwe sana. Na tulisema ikipanda tunapandisha imani. Mafuta ikipanda tunapandisha imani. Na tumeambia Mungu, hiyo refu umetuzoesha, tusiende chini, tukae hapo. Na kama tutaenda mahali, tuende juu kidogo. Kwani iko nini? Ambia jirani maripoti. Maripoti. Ukiambiwa sijui nini, enda useme. Unakumbuka mama moja mtoto alikufa? Mtoto alikufa akiwa na baba yake kwa shamba. Na baba alipoona kimeumana, akasema mama, kuja kuchukue mtoto wako. Maana mtoto akiwa sawa ni wa baba. Akipita mtihani, akifaili mtihani, hapana, hiyo kasheshe iishe. Ni wetu sisi wote. Sasa kalipokufa, akaita, akasema endeni muite mama yake. Akampea mtoto akiwa amekufa. Literally. Akasema niitieni, akasema niletee punda na mfanyakazi. Akamwambia haraka, twende wapi? Kwa nabii. Akakutana na Gehazi. Akamuuliza is all well. Akamwambia huyu mama anaonekana ako na shida. Bwana yake akamuuliza is all well. Akasema it is well. Gehazi, ni nini? It is well. Alipofika kwa mahali sasa maneno, akamwambia mzee, twende ulileta maripoti ya mtoto. Nilikuomba mtoto. Mimi sikukuomba mtoto. Huyo mtoto saizi tumana amekufa, akatuma Gehazi. Na Gehazi kwa sababu alikuwa bado na issue zake, akajaribu kufufua, hangefufua maana hakuwa na neno. Lakini wakati mzee alikuja, akaombea kijana, kakapiga chavia. Akasema kuna kitu malaika wangu amekataa. Malaika wangu amekataa nizikwe. Kuna rafiki yetu anaitwa Bishop Otipo, akipiga chavia akisema anasema kuna kitu malaika wangu amekataa hapa. Ambia jirani hata wewe malaika wako akatae. So, hapo katoto kalipopiga chavia, kakasema malaika wangu amekataa nizikwe. Kakaamuka, kakapeano kwa mama yake kakiwa hai. Kwa nini? Mama yake alikuwa na maripoti anaamini. Si ukatae maripoti za watu. Hadi sasa unakuja, unakanitosha kigo soka wiki. Kwani sasa mimi naulizanga watu nimalize na hii swali. Watu wakikukasirisha, ni Mungu amekukasirisha? Kwa nini unaweka Mungu hapo? Ni kanisa imekukasirisha? Na kwa nini sasa hata hiyo kanisa sasa? Achana, ambia jirani hizo ni maripoti za Shaido. Na wainga. Achana nazo. Nani atakayeamini ripoti zetu? Na ripoti zetu zinasema it shall be well. Wakati wa corona mchungaji, kukatokea kitu kibaya. Corona imekuja, tumefunika midomo, karibu tufunike macho. Halafu kukatokea kiweva hapo. Watu fulani wakaniambia sasa. Nikasikia hata mimi kwenda. Lakini nikalala kwa madhabahu. Nikaambia Mungu, wewe ndio ulinituma huko. Na saa hizi niko mara 100 kuliko vile niliwachwa. Mara 100 bora. Jirani, hata kama umewachwa, hukuachwa na Mungu. Mama yangu aliwachwa na baba yangu, hakuachwa na Mungu. Na tuko hapa. Maana aliamini maripoti za Mungu. Sasa wewe sijui utabeba ripoti za nani? Unasikia Citizen, wachana na Citizen. Unasikia news? Fungua KTN, wachana. Ambia afungue Colossians chapter 1
verse 11. Giving thanks to the Father who has qualified us, we are not disqualified, to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Mimi maripoti ya Mungu. Hawa watoto unaona, sijui nimesema nini leo, sijui nimesema nini, wakaniambia no, and do those words, sema hivi. Nini nilisema fema? Wananiambia hapana baba, umesema hujasema sivyo, sema hivi. Tunaniambia sema hivi. Receive your miracle. Simama kwa miguu yako. Salimia watu 5, mwambie hiki kinywa chako kina habari njema kwako. Na Bwana atanituma. Na kila wakati atanituma. It shall be well with you. Even our viewers, may your mouth be a mouth that carries good tidings. May your mouth carry life. May your mouth carry the reports of God. Hallelujah. Waimbaji njooni mnisaidie, nyinyi ni waajabu. Ndugu yetu wa keyboard sijui, karibuni tuimbe huu wimbo tu kwa maneno machache and then tutaomba. Ninaomba kama uko hapa na maneno ya vinywa vya wanadamu yalikuleta chini, Bwana yavute hiyo historia, Mungu aiondoe. Nasema Mungu aiondoe. Labda kuna maneno yalisemwa na watu wa kweli na ukaona kama kweli ni hivyo. Hiyo sio ripoti ya Mungu. Mimi kila ripoti naipima na alivyosema Mungu. Kama sio Mungu amesema, I normally say this my pastor, if God have said anything that is said contrary to what God says, consider it as noise. Ihesabu kama kelele. Bwana Yesu asifiwe. Simameni hapa na mimi wapendwa. Ama mjaruhusiwa, lakini pastor amewaruhusu. Ndio nimeona wamejipanga pale, nikasema labda ni protocol nisiharibu. Mimi napenda protocol. Asante sana. Si tu appreciate mchungaji wetu. I love it. Na ninajua kutoka kwa hii nyumba wale watu ambao wamekuwa wakimtia moyo pamoja na mama, Mungu anawapea nguvu zaidi. Mungu anawapea rasilimali zaidi. Mungu anawapea uwezo zaidi to defend him as your father, to stand with him as your father. Maneno ya kinywa chako yawe ni ya kuleta uzima kwa nyumba hii, kwa jina la Yesu. Hallelujah. Maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Sema maneno ya kinywa changu wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Sema maneno roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumaini
kunipa hilo andiko na kunipa upana wa lile neno, ilikuja kwa uzito mkuu sana ya kwamba tunahitaji huruma za Mungu, hasa kwa sababu ya maneno tunayoruhusu yatoke kwa vinywa vyetu. Nataka tulete toba mbele za Mungu kwa kifupi, kisha tutaomba maombi mawili, alafu tumwambie Bwana, tuko tayari kutumwa na wewe, niko tayari unitume. Nataka tumwambie Bwana, sema tu nyuma yangu kwa ruhusa ya mchungaji wetu, sema nyuma yangu Bwana, mahali popote ambako sijakuwa mwaminifu, mahali nimekosa kwa maneno na wingi wa maneno ya kinywa changu, leo hii naomba msamaha. Naomba kama vile ulivyomsaidia Isaya kutokana na kaa kutoka kwa madhabahu. Neno la leo ni kaa kwa madhabahu yako. Neno hili liutakase mdomo wangu, ili ninenapo watu wako wajengwe na wabarikiwe. Nisamehe Bwana, na uovu wangu uondolewe katika jina la Yesu. Kwa dakika moja jiombe hilo ombi. Father God, karuza, nataka kukusikia ukijiombea that yes Lord, you are helping me Lord, that my words will not scatter, my words will not be to sever divisions, my words will not bring confusion, but I will be ready Lord. Nitakuwa tayari kusaidiwa na wewe Mungu, in the mighty name of the Lord. God help me, enable me oh God, katika jina la Yesu. Nisaidie, jiombee tafadhali, hata vile unavyonena na ndugu zako, ama unaongea kuhusu dada yako kwa ndugu zako ama kwa dada zako, be very careful. Mwambie Bwana, kutoka leo nisaidie niwe mpatanishi. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Kutoka leo niwe mpatanishi Bwana, katika jina la Yesu. God help me, heal my mouth oh God, not only for the church but for the entire community, for the kingdom of God, for my nation that I love, for my beloved family, in the name of the Lord, in Jesus mighty name. Nataka nikuonyeshe andiko ambalo Bwana alinionyesha like an escape route, ile kitu kitakusaidia umsimamie Mungu. In the book of Jeremiah, hebu tusome 23, tusome mstari wa 18 kwa haraka tu tukiwa tumesimama hivyo. I know God is helping somebody, na ninahisi kusema hivi, kuna mtu ako hapa na maneno ya vinywa yametenganisha watu wenu. Mungu anakutuma kwa jamii yako kuwapatanisha. God is sending you as a mediator. By the words of your mouth may your family reconcile. I say, kwa maneno ya kinywa chako jamii yenu ipone. Ubebe ripoti ya Mungu, uwe mpatanishi. In the book of Matthew 5 inasema blessed are the peacemakers. Uwe peacemaker kwa hiyo family. Maandiko yanasema, nipe Kiswahili tafadhali. Inasema hivi, hawa ni watu walikuwa wanaenda wakisema Mungu amesema, lakini Mungu hajasema, lakini akasema kama wangesimama kwa baraza langu. Hebu sikia, inasema maana, hebu tusome pamoja. Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu kulisikia? Hebu soma hapo mbeleni, fuata. Inasema tazama, tufani ya Bwana, yaani ghadhabu yake imetokea, ni kibunga cha tufani, itapasuka na kuangukia waovu vichwani. Lakini kama kuna mtu amesikia neno la Mungu na kuliweka ndani ya moyo wake, hilo neno litasimamisha hicho kibunga. Bwana Yesu asifiwe. Ama ghadhabu ya Mungu. Hebu ruka tafadhali, soma mstari wa 23 kwa sababu ya muda. Tusome tu verse 20. Tusome verse 18.
tusome verse 22, samahani, tusome verse 22. Tusome 21 and 22. Inasema namna gani? Mungu, hebu angalia inasema namna gani? Lakini kama wangelisimama katika baraza yangu, ndipo wangeliwasikiza watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. 23, mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Mungu anataka mtu ambaye anasimama kwa baraza la Mungu. Mungu anasikia, anasema waambie wasameheane, waambie wasameheane. Baraza ya Mungu inasema tell the righteous it shall be well. Na tulisoma huo mstari, hatukusoma Isaiah 3:10. Was it 3:10 or 10:3? 3:10 inasema waambie wenye haki itakuwa sawa na wao. Ninahisi kusema hivi wapendwa, kama kuna mtu yuko hapa, maneno ya mtu ama watu yaliumiza moyo wako, Mungu anataka akuponye. Na kile ulipitia, Bwana anasema hivi, aliruhusu ukipitie ndio ujue the pain yenye mtu maneno akizingiziwa, akisema maneno yasiyo uchungu ambao unajua the pain, hiyo pain wewe sasa umeijua. Mungu anasema ilikuwa ni kwa sababu, so that you be careful, usiwahi ongea maneno ya mtu, but God want to heal you. Kama uko hapa na umekuwa na jambo, labda watu walisema vitu, labda hata hakuna mtu uliwahi ambia na ukajua. Tumekuja tukiongea na mke wangu na nikamwambia, wewe Mungu amekubariki. Kwa sababu yeye pastor, hata watu wakikuja waseme vitu hakuna, na wamesema she is always strong. She is always strong. Na nikamwambia Alice, wewe Mungu amekusaidia. Maana watu wengi wanavunjika moyo, wanalia. Yeye hata ataita huyo mtu na mwambie na ana shida na yeye, na inaonyesha ukomavu mkubwa. Ningependa Mungu akusaidie. Kama uko kwa ibada hii na kuna kitu kilisema kikakuvunja moyo, kuna kitu mtu alisema kikakuacha na makovu ama majeraha, Mungu angependa akuguze moyo wako, so that you become a healer to those that are suffering, ili ubebe ujumbe wa Bwana. Haleluya. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya. Tunapoimba wimbo huo, kama ungehitaji maombi ya uponyaji kwa moyo kwa sababu ya maneno ya watu ama vitu zilisemwa zikakuacha umejeruhiwa, the Lord want to heal you this morning. Yes. Lord, heal the people this morning in the name of Jesus.
na unasumbuana na decision tu ya kufika hapa, na ningependa tu nikuombe tafadhali, kama kuna jambo nilisemwa likakuvunja moyo, na sometimes unasema hata nilisahau, lakini kuna season shetani anakuamshia hiyo kitu, inainuka kwako, inakuvunja moyo, hata unalia, inakuleta chini. Njoo hapa, Bwana akusaidie tafadhali, usibaki kule. Asante my sister, God bless you. This thing, hii kitu, it is more than you may think. Kuna mtoto wako hapa, the words that came from your parents are so unkind, na ninahisi Bwana pia angependa kuponya huyo mtoto. Anaweza kosa kutokea hapa, lakini if that girl is here, kindly come. Hayo maneno yamekuwa kama upanga kwa moyo wako. You always remember. God bless you. Kuna dada yetu alisoma Exodus 14:14 kwamba hawa Wafilisti mnawaona leo, hamtawaona tena. God heal your hearts. Ningependa mkubali Roho Mtakatifu awaguze mwenyewe. Achilia huo uchungu. Na wale ambao watu waliongea mambo yakawavunja moyo, mama uko hapa, mtoto uliyemzaa amenena maneno yakawa kama makaa ya moto, let go that pain this morning. Na ndio Bwana ametufundisha maneno ya midomo, so that we may choose to be different. Wale mmetokea hapa, usinyamaze, mwambie Bwana niponye. You are the Lord that healed me. Wewe ni Bwana uniponyaye. Wewe ni Bwana ponyaji. Ulituma neno lako. Ulituma neno lako nipone. Ndio, my sister, God is healing you. Mimi ni Bwana akuponyaye. Jehova Mungu, ninaomba leo waponye hawa Bwana, katika jina la Yesu. Futa huyu dada machozi Bwana, lituma neno lako leo, waponye. Ponye moyo wake Bwana, haijalishi alisema yapi, but Lord heal her in the name of Jesus. Heal her, oh God. Vuta haya machozi, oh God. No matter what was said or what was done, Holy Spirit, be kind to her. Razuma katala maganda rabazaya. Heal her, oh God. Heal her, oh God. Razuma katala baba. Touch her, Lord, in the name of Jesus. Comfort her. Mungu, mfariji mama yangu. Mfanye kusahau. Yusufu alisema, Bwana amefanya nisahau mateso yangu katika nchi ya utumwa. Fanya mama yangu asahau uchungu huu. God, help her, heal her, oh God. Gai mohoni gai moiwere na no mohoni gai. Remember this heart, oh God. Lord, it doesn't matter who said what. I speak your word of healing upon her. In the name of Jesus. God Almighty, heal my sister. No matter what was said against her. Razuma kalabaganda rabazaya. Heal her. Mchungaji, nisaidie tafadhali, tuwaombee. Asante mchungaji, nisaidie tuwaombee tafadhali. Lord, heal her. Asante Bwana. Asante Bwana. God, heal my sister. You know her. May this day mark a beginning, oh God. Let the weight, acha huo uzito uondoke kwa moyo wake Bwana. Maneno
maneno mabaya yaliyosema juu yake. Ondoa hiyo kumbukumbu kwa jina la Yesu. Ponye Bwana kwa jina la Yesu. Heal her Lord. Heal her, oh God, in the name of Jesus. Muondolee uchungu wa moyo. In the name of the Lord. Rasupa katala maganda. Rasupa rabaganda rabazaya. Lord, heal this daughter of Zion. Heal her, oh my Father. Heal her, I pray, in the name of Jesus. Heal her, oh my God. Heal her, in the name of Jesus. Mungu wa mbinguni, yaone machozi haya. Lord, I say sorry on behalf of the one who hurt her so badly. Lord, I am sorry. Lord, I am sorry on behalf of those who hurt her so bad. Lord, heal her. Heal her, Lord. Heal her, Lord. Breathe the healing in the name of Jesus. Oh, my Father. God. 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 Salama shatala mazaya. Akawaponya na shida zao. Aliwaponya aje? Iko hapo kwa 20. Nipatie 20. Inasema ulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hata yule mgonjwa, may the Lord send his word from this altar. Atume msaada kutoka Zayuni na aponye wale walio wagonjwa. Kuna, it was a lie of the devil. Sometimes anaumwa na kichwa mpaka anazima, ana faint. Lakini Mungu akatupatia hili neno. Na jambo moja, muujiza moja mchungaji Mungu ametufanyia ni kwamba msichana amefanya mtihani akiwa mzima. Ilikuwa wiki haiishi kama hatujaitiwa shule, mara ameanguka, ameumwa na kichwa mpaka amezima. Lakini shetani ameshindwa. Inueni mikono yenu. Nawaambia hizo shuhuda ndio mpate uponyaji. It doesn't mean ile uko naye ni ripoti ya wanadamu, sio ripoti ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu, simama hapa tena. I am so glad. Thank you together with your gracious beautiful wife. Bwana wabariki na leadership ya kanisa hili. We will always consider you as great friends and great partners. Asanteni sana. Thank you, sir.